Yawezekana umewahi kusikia hadithi za kutisha kuhusu msitu wa Amazon, hadithi zilizokufanya utamani kujua zaidi matukio na ukweli unaopatikana ndani ya msitu huu. Basi karibu nikuhadithie. Makala hii imeandikwa na kusimuliwa na mimi, The African Traveler. Msitu wa Amazon unaojulikana kama The Amazon Forest ni moja ya maeneo ya asili yenye historia ndefu sana duniani. Historia yake inaanzia mamilioni ya miaka iliyopita hadi zama za sasa za binadamu. Unapoona msitu huu unazungumziwa na kujadiliwa sana, basi pasi na shaka msitu huu sio wa kawaida. Kuna mengi yaliyojificha kuhusiana na msitu huu wa Amazon. Sijui nianze wapi kukusimulia, maana hadithi za msitu huu ni nyingi na zote zina matukio tofauti zitakazokuacha mdomo wazi. Lakini wanasema takriban miaka milioni 55 iliyopita eneo hili liliibuka mara baada ya kutoweka kwa viumbe kama dinosaur. Hapo mwanzo hali ya hewa ilikuwa ni ya joto na unyevu, jambo lililoruhusu miti mikubwa na viumbe mbalimbali kustawi. Baada ya mabadiliko ya kijiografia, baadhi ya milima ikaanza kuinuka kama mlima Andes. Jambo hilo lilipelekea kuzaliwa kwa mto Amazon, the Amazon River, mto mkubwa na mrefu zaidi duniani. Watu wengi wanasema mto huu unafanana na umbo la nyoka mrefu aliyejikunja endapo utautazama kutokea anga za mbali. Msitu huu ulikuwa na makabila mengi ya asili, indigenous people, ambao walikuwa wanaishi humo kwa zaidi ya maelfu ya miaka. Baadhi ya tafiti zinaonyesha kwamba watu hawa walikuwa ni wengi kuliko ilivyozaniwa. Lakini pia makabila hayo yalikuwa yanaishi maisha yao bila kufahamu chochote kile kuhusiana na utandawazi. Yaani wanaweza wakaliona gari na wakalikimbia kwa kuzani pengine ni kiumbe cha ajabu. Mnamo mwaka 1542 mpelelezi kutokea Uhispania, Bwana Francisco de Orellana, ndiye alikuwa mzungu wa kwanza kusafiri ndani ya mto huo wa Amazon. Inasemekana Mr. Francisco alipofika katikati ya mto huo alikutana na makabila ambayo wanawake wake ndio walinzi na wawindaji. Mr. Francisco hakumaliza kuuzunguka mto huo ili mlazimu harudi, na ni mara baada ya kukoswakoswa na mishale iliyokawa ikirushwa na wanawake hao. Makabila hayo yalikuwa hayaruhusu kitu chochote kile kigeni kikatishe ndani ya msitu huo. Kuanzia karne ya 17 hadi karne ya 19, wazungu walivamia msitu huu kwa ajili ya kukusanya baadhi ya mali ambazo zilikuwa zinapatikana ndani ya msitu huo. Wazungu walikuwa wanaenda kuvuna rubber boom. Lilikuwa ni zao pekee ambalo lilikuwa na utajiri mkubwa kwa nyakati hizo. Wazungu walikuwa wakiwatesa baadhi ya makabila ambayo yalikuwa yakiishi ndani ya msitu huo wa Amazon. Makabila mengi yalipungua kutokana na magonjwa na unyanyasaji ambao walikuwa wakifanyiwa na wazungu ndani ya msitu huo. Msitu huu unapatikana katika nchi kadhaa zilizoko kule Amerika ya Kusini, hasa kule Brazili, Peru pamoja na Colombia, ingawa unapatikana kwa kiasi kikubwa ndani ya nchi ya Brazili. Msitu wa Amazon pia unafahamika kama mapafu ya dunia, na ni kwa sababu unazalisha hewa nyingi ya oxygen. Lakini pia Amazon inafuga zaidi ya spishi milioni 3 za viumbe hai. Ndio maana wanasema kuna baadhi ya viumbe ambavyo vinapatikana ndani ya Amazon havijawahi kupatikana sehemu nyingine yoyote ile duniani. Msitu wa Amazon umejaa uzuri wa ajabu, lakini pia una historia ya matukio ya kutisha na ya kushangaza ambayo yamewahi kuripotiwa kutokea ndani ya msitu huo. Wasafiri, watafiti pamoja na watalii wamekuwa wakiripotiwa kupotea bila ya kupatikana ndani ya msitu wa Amazon. Alafu ubaya ni kwamba ndani ya msitu wa Amazon utakapoingia tu, basi network lazima ikate. Hakunaga mtandao kabisa ndani ya msitu wa Amazon. Baadhi ya watu ambao waliripotiwa kupatikana ndani ya msitu huo walikutwa wamekufa, tena miili yao ikiwa imejeruhiwa vibaya sana. Na hata wale waliopona, basi wengi waliripotiwa kuwa wamepoteza kumbukumbu, yaani hawakumbuki chochote kile kilichotokea. Mnamo mwaka 1971 ndege ya Lancer Flight 508 ilianguka kwa bahati mbaya ndani ya msitu wa Amazon. Mara baada ya tukio hilo, mtu mmoja pekee ndiye aliyenusulika. Mwanadada Juliana Kopke ndiye aliyefanikiwa kutoka salama, tena alikaa ndani ya msitu huo kwa zaidi ya siku 11, na hata alipotoka inasemekana alipoteza kumbukumbu zake zote.
Amazon pia inasemekana ni nyumbani kwa nyoka wakubwa zaidi duniani, wale wanaofahamika kama the green anaconda, nyoka wanaofikia zaidi ya mita 12 kwa urefu. Na hizi si hadithi za kutunga, bali ni uhalisia na ukweli uliopo ndani ya Amazon. Kama ulishawahi kuitizama movie ya Anaconda iliyochezwa mwaka 1997, basi ile movie ilikuwa inaonyesha uhalisia wa nyoka hawa jamii ya Anaconda. Na kama bado hautaki kuamini juu ya uwepo wa nyoka hao, basi funga safari ukajionee maajabu hayo. Pia ndani ya msitu wa Amazon kuna baadhi ya viumbe wa ajabu na hatari zaidi duniani. Inasemekana kuna chura wenye sumu kali wanaofahamika kama poison dart frog. Chura hawa wanapatikana ndani ya msitu wa Amazon pekee dunia mzima. Kuna baibui hatari kama Brazilian wandering spider, hawa wanapatikana Brazili pekee. Pia kuna samaki wanaojulikana kwa kushambulia na meno makali. Samaki hawa wanafahamika kwa jina la piranha. Kwa mtu asiyekuwa na ujuzi na uelewa vizuri, anaweza akajikuta anapoteza maisha pindi atakapokutana na viumbe hawa kwa kufikiria labda ni viumbe wa kawaida. Msitu wa Amazon inasemekana una viumbe vya ajabu vinavyoishi humo, roho za ajabu ambazo inasemekana zinalinda msitu huo. Lakini kwa watu waliowahi kufika nyakati za usiku, wanadai kwamba kuna sauti za ajabu huwa zinasikika nyakati hizo za usiku. Ingawa hizi ni hadithi za kiutamaduni zinazoongeza hofu na fumbo kubwa kuhusu msitu huo wa Amazon. Amazon si msitu tu, bali ni ulimwengu mwingine wenye hatari halisi na siri nyingi. Wanadai ndani ya msitu wa Amazon kuna dalili ya uwepo wa mji mkubwa uliopotea. Inasemekana uliwahi kuwepo mji mkubwa hapo awali, japo haijathibitishwa rasmi, maana tafiti zenyewe zinafanywa kwa hofu kubwa sana. Ndani ya msitu wa Amazon kuna bwawa ambalo maji yake yanachemka muda wote na sio joto la kawaida. Maji hayo yanachemka haswa kiasi cha kufikia sentigredi 90 hadi 93. Lakini pia kuna miti mirefu inayokaribia mita 100 hadi mita 110. Amazon pia kuna miti ambayo inatembea, yaani mahali utakapouona mti huo leo, basi baada ya miezi miwili utaukuta upo sehemu nyingine. Msitu wa Amazon pia unapata mvua za mara kwa mara. Nafikiri hapa wale wanangu wa geography watakuwa wamenielewa vizuri, wazee wa water cycle na hydrological cycle. Amazon pia ina mimea ambayo endapo utaigusa tu basi unaweza ukapata madhara. Madhara hayo ni kama vile mwili unaweza ukapooza na hata kupelekea kifo. Pia kuna wadudu wadogo sana ambao wenyewe ukiwagusa tu basi huingia kwenye ngozi yako na huenda wakafanya makazi ya kudumu ndani ya ngozi yako. Amazon ni mahali ambapo kila hatua utakayopiga inaweza ikawa ni hatari kwa upande wako. Lakini pia ndani ya msitu wa Amazon kosa dogo linaweza likagharimu maisha yako. Kwa kifupi, Amazon ni dunia nyingine iliyopo ndani ya dunia yetu, na hii ni theluthi tu ya hadithi kuhusu msitu wa Amazon. Mengine mengi yanakuja kuhusu msitu huu. Mimi ni The African Traveler.